Keingirire wabici he maundu mana agwetire endaga at least bururi ukorwo uking'ethanira namo niguo gukorwo ati wona akorwo bururi ni ukuhotana ri gukorwo ati nitugikinyukitie ikinya riu ringi. Undu wa mbere wari uhoro wigie kuhurana na ng'aragu, undu wa keri wari uhoro wigie kuhurana na mirimu, undu wa gatatu wari uhoro wigie kuhurana na ukia na kuhurana na urimo. Nginya hau tukinyete ri twambiririe na uhoro wigie ng'aragu. Bururi uikaire atia nitukinyukitie makinya maria magiriire? Miaka ya mbere ya mugathe Jomo Kenyatta ri ni twathiite wega muno tondu bururi uyu ona economy 80% twarirayaga na agriculture. No hiyo uria gukite technological advancements cigiukite ri ni uthiaga riu ni tweherete 50% ni agriculture, 50% igakorwo ni maundu mangi sectors ingi cia economy. No thirikari nayo ri especially kuma thirikari ya mundu gwitwo mugathe Kibaki kana guku ni mafocusite muno na big infrastructures na technology, na no wega tondu hau niho kiria bururi ukiri kana thi ng'imeri tugakorwo hihi ri agriculture ni yathire kahora. Moi na mundu gwitwo Kenyatta ni mafocusire no rimi muno, na nikio nginya Kenyatta andu meragwo murudi mashambani. However, ta thirikari ya Kibaki ni yathondekete project yari nene muno yetagwo Garana Kuraru iria yari iranwo ni thirikari nigetha tuhote kuihuria food basket ya bururi. So no njuge atiriri hationanitie makinya deliberate ma thirikari kwenda kuhunia andu itu. Kiria ona kwikite ri ni andu monete ka opportunity ga kuhura biashara na irio cianda. Ati ni tura import mucere, ni tura import maguta ma kuria, ni tura import bebe nigetha andu o anini ri mathondeke mbeca. Tukariganirwo ni riri ni waji kuria wi kuria thi agirirwo ni kwamba kuhuna tutanamba kuhura biashara. Hau no hoturagwo wagweta horo wigie bururi kwamba kuhana toragayania gatagati ka urimi na uhoro wigie technology na maundu ta macio guo. Ndacoka ndeyuria atiriri githe maundu maya matibati gukorwo ona angiko bururi ni urenda igukihingura mieke ngi ya maundu mangi kuringana na uria thira githie ikurite ri maundu maya matigatuike ati no macungiririe a Kenya gukorwo mari ahutu. Na reke nguhe mathabu me haha o tugetagirira mugathe ati kuringana na uthuthuria uria wikitwo wa mwaka uyu uronania ati bururi wa Kenya urugameire namba 90 hari mabururi 125 hari uhoro wigie unyihu wa irio. A Kenya milioni 5.4 ni makoragwo mena thina wa irio kana mena thina wa irio. Giki ni gicunje gia kindu ta 32 uguo. Ucoke ukiorore kwa muhiano na uria thirikari teno ekuo yukite na maundu ma fertilizer na gwikirira urimi ni ona ta he nondu tugukorwo tugikinyaniria matiwekireire na njira sustainable. He kindu twitaga sustainable kurehe fertilizer ri ni factor imwe thiini wa urimi nigetha ni tuoe kwa muhano bebe kureri nduranidio bebe o fertilizer ni uranidi mbegu njega, ni uranidi fertilizer, ni uranidi top dressing, ni uranidi dawa ya igunyo, ni uranidi mundu witagwo agricultural officer wa guka kurora mumera ucio ri ni urathie na uria wagiriire, ni uranidi nginya tiri mwega. So na nikio twari na andu metagwo extension officers. Kado na kuhe andu fertilizer ni tungirona thirikari ikiuga atiriri ni da employ extension officers thiini wa bururi maiganona nigetha riri mateithie arimi kurima na njira iria yagiriire tondu ti mundu wothe uthomeire urimi urimaga. Andu arimi othe me migunda ri matikoragwo mathomeire urimi. Kuguo ri ni twagiriire gukorwo na thirikari itu empower na kindu gitagwo human resource ya andu agutuonia kurima wega. Icoke ituhe mbembe njega. Ta riu ndiramakire muno ngiona Kenya Seed ni irenda kwendio. Unginengera Kenya Seed ihure biashara turiheagwo mbegu citara mera. No riria ya thirikari ri thirikari ndingihe andu mbegu njuru. Kuguo ri hau tugakorwo twi secure. Kuguo ngenda kuga atiriri thirikari ino policy ya urimi ndimigetete right. Kuguo ni kwenda ikare wega. Twina university tari Egerton is an agricultural university basically. Kwina researches ciikagwo kuo, kwina andu mohigireire na urimi tuma engage. Twina Jomo Kenyatta ya agriculture na technology. No kurathomithanio research no irekwo tari kwi
kwĩ hĩndĩ mekire research yarĩ njega mũno ya irigũ rĩho na mango tree, research ciĩ haha tu engage andũ acio tuone atĩrĩrĩ universities ici tondũ nĩ ibandagwo nĩ thirikari nĩ monete atĩa ũndũ wĩgiĩ ũrĩmi wa Kenya. Tucoke tuoe ũrĩmi ũcio wa bũrũri wa Kenya tu align na climate changes, tondũ ũrĩa rĩera rĩhana thaa ici rĩ tiguo rĩa hanaga 1960s. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno macenjetie, so twĩtĩkĩre align ũrĩmi witũ na ũrĩa thĩ ihana kĩrĩera. Rĩu nĩ tũgũkorwo tũkiuga nĩ tũrecord. Alright, tũgũthiĩ ũguo tũtengerete nĩguo tũhote gũkorwo twarangĩrĩria maũndũ maya kamũira president akinyĩte na ndĩrona ta mbica ĩyo ũramũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe mwĩroreri wa Kameme TV nĩ kuonania atĩ president arĩ o hakuhĩ gũkinya. Ũyũ nĩ ũmwe wa ageni arĩa magĩtĩtwo kũrĩa kĩharo-inĩ gĩkĩ nĩ president wa bũrũri wa Tanzania. Angĩkorwo ndirahĩtia bendera ĩyo ndĩona tarĩ ya Tanzania na ngari nĩ nyandĩke hau Tanzania. Tũgĩthiĩ na mbere mũndũ ũgwĩtwo Mũnyua, ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ mĩaka 60, ũthuthuria ũkĩonania atĩ gũkinyĩria rĩu mĩaka 60 kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire wĩyathi, no gĩcunjĩ gĩa 3.5 kĩa Akenya mahotete gũthiĩ nginya gĩkĩro-inĩ kĩa university. Gĩthomo tũrathianga atĩa twĩ ta bũrũri? Gĩthomo nĩ tũrathiĩte wega mũno na o mũndũ nĩ arĩ mahĩtia make na nĩ arĩ wega wake. He ũndũ njokagĩria mũgathe president Daniel Arap Moi. Daniel Arap Moi nĩ amĩkire sure nĩ kwagĩa macukuru handũ hothe Kenya yaruma. Maingĩ ona nĩ magĩcokaga magetanio na marĩtwa make. No mũthuri ũcio nĩ amĩkire sure ciana nĩ ciaingĩra thukuru. Turoka mũgathe Mwai wa Kibaki arauga universal free primary education na ara make sure mwana wothe wa mũthĩni na gĩtonga nĩ maingĩra kĩrathi tondũ nakĩo gĩthomo nĩ equalizer. Turoka mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta areka capitation iraneneha biũ atĩ wathiĩ day schools urakora tiga irio cia mwana arĩe na nda tũtirarĩha kĩndũ. But I'm sorry to tell you this. Thirikari ĩno rĩrĩa ĩroire ũtongoria. One, kĩgeranio nĩ mararemirwo nĩ kũmaka gĩa standard 8. Mareka tendering. Mararuta kambuni iria ciĩna integrity ya kũmaka igeranio. Mararehe kĩrĩa kambuni iria itanahota kũmanage kĩgeranio. Number 2, CBC as much as mũgathe Ruto nĩ arageria implementwo through commission area recommendation cia mũndũ gwĩtwo Rafael Munavu iria iragĩũkire bado ndĩrĩ implementwo na ndĩrabandwo wega. No budget ya mwaka ũyũ nĩ ĩraheirwo budget nene ciringi bilioni 600 ma kĩndũ. Budget ya mwaka ũyũ rĩ ona ĩkĩmĩheaga funding nene rĩ tũngĩrora capitation ĩrĩa ĩreheririo tondũ capitation nĩ ĩreheririo rĩ na nĩ mũkwĩonera twathiĩ January ĩno nĩ aciari aingĩ mũno mekũremwo gũtwara ciana secondary. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩtunya na mwena ũyũ uneane mwena ũyũ. Koguo ona kũgeria kuga atĩ kĩrĩa atĩ no wamĩhe mbeca iria nyingĩ rĩ icio no ndĩciĩtire political theatrics tondũ ũraruta mwena ũyũ ũgekĩra mwena ndũngĩruta mbeca mwena ũyũ na wĩkĩre mbeca mwena uge wĩna nyingĩ. So capitation ndĩngĩreheririo na in fact nĩ ngwenda gũkwĩrwo without any iota of doubt aciari manjia gũtwara ciana secondary nĩguo kũigua magĩkaya tondũ rĩu ũrathiĩ ũgakora cukuru ĩrĩa mũciari ararĩhaga ciringi 20 fee structure ĩrĩa ĩrainũkire na mwana nĩ ya ciringi 40. Rĩu ona ũkiuga nĩ budget waheana mwena ũrĩa rĩ nĩ rĩkũ waheana kũrĩ ona confusion na wandĩkani wa arimũ as we speak now. Arimũ nĩ merirwo nĩ mekwandĩka tarĩu nĩ mekwandĩkwo tarĩu ndĩronire gũgĩtuĩka nĩ megũthiĩ street tondũ ona kwĩna confusion between arimũ a junior secondary school na arimũ a primary school hatirĩ haragĩa na clear cut. So maũndũ macio mothe rĩ no policy. What is the government doing about it? So ndikuga no njuge atĩrĩrĩ regime ĩno ya mũgathe William rĩ ĩna confusion nyingĩ mũno. And it is time maikare thĩ mũnene no akorwo atarĩ na confusion. Niĩ nĩ njũĩ nĩ tondũ ndanerorera mũndũ gwĩtwo William Ruto ona harĩa kiumĩte nginya angĩgatuĩka president no nĩ atige kwĩrigicĩria
na mediocres nĩ atige kwĩrigicĩria na andũ o a gũtũra mahũraga makobi nĩ erigicĩrie na andũ maretĩkĩra gũtũmĩra meciria. Bwana Munywa ngwendaga gũkũria ona tũte hihi ona tũkĩroraga ũhoro wĩgiĩ thirikari ĩno na maũndũ marĩa ĩrakĩgeria gũbanga hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo, mĩthingi ya mĩtaratara ĩrĩa yarirwo hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wagĩire wĩyathi ĩgiĩ gĩthomo rĩ nĩ ĩbatiĩ gũkorwo kana nĩ tũbatiĩ gũkorwo twĩ harĩa tũrĩ? Nĩ tuge mĩthingi ĩrĩa mĩare nĩ twagĩrĩire gũkorwo twĩ mbere ya harĩa tũrĩ, no kĩrĩa twĩkaga nĩ atĩrĩrĩ, thirikari continuity ya thirikari yoka rĩ ĩmwe ĩkaga gwaka igũrũ rĩa ihiga rĩrĩa rĩrakĩtwo nĩ ĩyo ĩngĩ ĩkahana tarĩ kũmomora ya momora. Kibaki atũtigĩire CDF thaa ici CDF cirĩ ona thĩna tondũ igoti nĩ rĩrĩ gakuga ti anchored on the law of this country. No cio nĩ ũndũ ũmwe ũrakĩaragĩrĩrio kũrĩa Bomas. So tũkenda kuga atĩrĩrĩ, korwo no twĩtĩkĩre kuga thirikari ĩthiaga na kĩndũ gĩtagwo perpetuity. Succession ya thirikari nĩ perpetuity, atĩ thirikari ndĩrĩ yaga gũkorwo kuo, nĩ gũthiĩ na mbere, nĩ thiaga na mbere. Political offices nĩcio icenjagia. Koguo we woka wĩ mũgathe ũrĩa woka rĩ, tiga gũthũkia maũndũ macio mararĩ na kũu mbere tondũ marekirwo na mbia cia Kenya. Ũkiugaga atĩ nĩ ya Uhuru marekire, we ndũna involve, ĩtĩkĩra kũrora harĩa arakinyirie tondũ ĩyo nĩ mwako wakĩtwo nawe wake igũrũ rĩa ũguo. Tarĩu ngwĩre nĩ gũkoragwo na wastages ikoragwo ci nyingĩ mũno na nĩ kaũndũ njugaga no nyende ka registration bunge. CDF wathiĩ macukuru marĩa CDF ciakaga ũrathiĩ ũgakora mũmbunge ũyũ tondũ nĩ araumire na nĩwe ũrakaga irathi harĩa, ũyũ ũngĩ nake nĩ oka ndegwendereithia irathi harĩa akanjĩrĩria ingĩ harĩa. Ĩyo nĩ wastage. No nginya tũkorwo na continuity na tũkorwo na rĩrĩ na ũndũ ũcio tũreta patriotism. Atĩ Kenya rĩ ndĩrakwo ya William Ruto, Kenya ndĩrakwo ya Uhuru wa Kenyatta, Kenya ndĩrakwo ya Mũgathe Mwai wa Kibaki, Kenya ndĩnakwo ya Moi na ndĩnakwo ya Kenyatta. Andũ acio na amwe nĩ matũtigĩte, atatũ thĩinĩ wa tano nĩ matũtigĩte. So gũtirĩ ũndũ ũngĩka mwerũ uge atĩ nĩ ũgwaka ũndũ mwerũ, ĩtĩkĩra kũhũthĩra kiu gĩake wake ũgĩthondeke makĩria nĩgetha nake ũrĩa ũngĩ rĩ agaka makĩria ma hau wakora hakĩtwo. Alright, bica icio uramukira mwiroreri wa Kameme TV nĩ cia President William Ruto akĩingĩra thĩinĩ wa kĩharo kĩa Uhuru Gardens kuria igongona rĩa gĩbũrũri gũkorwo rĩkĩhanĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ rĩa gũkũngũĩra mĩaka 60 kuma rĩrĩa bũrũri wegwatĩire wĩyathi na njĩra na ihenya. Munywa tũtanaingĩra thĩinĩ wa Mambura ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ gũtuĩkaga tarũ mĩrimũ ta ya pneumonia, malaria, mĩrimũ ĩyo yarĩ kuo 60 mĩthiru. Mĩrimũ ta ya diabetes na kĩ yonekaga tarĩ mĩrimũ ya itonga na andũ ana gũkũ western countries. Nari nĩ atĩa mwĩkĩte tondũ ĩyo function ya devolvirwo 100%. O governor atũhe scorecard county ciothe 47 utuani atĩrĩrĩ health ya gĩtaro gĩaku tarĩu gĩtaro gitũ kĩa Naikuru rĩ Susan wa Kĩhĩka nĩkĩ wĩkĩte. No tituonage side shows ta icio tũrona atĩ ũrageria nginya kũraga thibitarĩ ũtũrĩte ũhudumia andũ wĩtagwo War Memorial Hospital ũingatage andũ kũu na GSU atĩ nĩgetha mũiye kĩwanja kia War Memorial kina hau thutha eka 25. That is being selfish. So ngakĩenda kuga atĩ wanjũria ũgima mwega wa mwĩrĩ ũcio no njage kũhe a holistic score. Ingĩenda tũthathaũre na county pa county o county ũrĩa ĩkoretwo ĩka. No nĩ kwarĩ mbere ya gatiba ya 2010 nĩ kwarĩ na policies iria ciarĩ kuo cia health cio horo wĩgiĩ na citiarĩ cia county. Ũngĩringithania atĩa? Hĩndĩ ĩyo nĩ twekaga wega mũno tondũ ona ũngĩrora Kenyatta National Hospital hĩndĩ ĩyo yarĩ Eastern Central Africa nĩyo yarĩ referral hospital. Nĩ tũgĩcokete through patronage ya mũndũ respectete mũno wĩtagwo Professor Olive Mugenda tũgĩaka referral hospital ĩngĩ ha Kenyatta ya research na referral. Ona gũgĩtuĩka they are yet to show us the researches that they have done on tropical Africa diseases tondũ nĩ ndirikanaga Mugenda nĩguo augaga. Ngakiuga atĩrĩrĩ mbere ya constitution 2010 rĩ health wise rĩ tũtiathiĩte
uru ona ngirora researches cia mortality rate ciana iria tuteaga cigiciarwo ni yanyihite na nikio urona population itu ni irahotire gukura na ihenya ungirora population itu ya between 60s na thaa ici ni kurite ona nikio urakora kwina ayuthi aingi tondu aciari ni matuikite healthy na ni marahota kugia ciana healthy so tutithiete uru. Alright. Bica icio mwiroreri wa Kameme TV ni cia kiharo kia Uhuru Gardens. President William Ruto ni arikitie gwikinyia mwena ucio, andikitwa mohoro mari mwena ucio ni magukorwo makirumania na uhoro uyu niguo tugithie na mbere tuthathaurite na njira nguhe bwana Munywa uhoro wigie economic growth kana uria utonga wa bururi uthiete ukurite. Kwina maundu maingi muno maumirite hindi imwe gukaumira uhoro wigie ng'aragu, hindi imwe gukaumira uhoro tariu wigie El Nino, ringi gukaumira iking'uki ta covid na maundu ta macio guo. No ngirora ri ni gukirutitwo maoni matiganite gugatuika ati bururi wa Kenya na Singapore miaka ya 60 twari haha kwa haha. Thaa ici uguo Singapore ni no tuthire kuhoya uteithio kuu. Ni ate kurathie uhoro wigie ngombo na maundu macio mothe? He maundu mamwe ni ngugana no nyende marikirirwo tondu ona he report yakitwo hindi ya mundu gwitwo Daniel Arap Moi ni nguririkana yathondekeirwo commission. Undu wa mbere no nginya twambe tugirie mundu muthure na ohetwo political office kuhura biashara na thirikari tondu hau niho turagwa ati inflation ni irarema gutuika checked tondu mundu uria twanengera trade ministry we aretha uria ko import mucere maguta ma kuria na shukari oke endie Kenya nuona kugu we arona uria guthondeka biashara nake no tungithondeka tuge atiriri no arikia guthurwo giti we cabinet secretary ndwagireire kuhura biashara na thirikari tondu riu ona tariu ona riria twikaga maundu ma kambuni ri henya mwetagwo insider trading ugathii ukamenya cia kambuni fulani ni ikagwa ugathii ugetha mbeca ugeka atia ukagura no ni tugaga atiriri we director thiini wa kambuni iyo ri ndwagireire kugura shares ona ikigwa ucio ni undu umwe uracungira gukorwo tukiremwo ku check economic growth niki tondu kindu gitagwo revenue ya bururi uyu ndirakorektwo na njira iria yagireire thaa ici ndironire atiriri compared na last year turahota gu correct 65% ya revenue iria twagireire gukorwo tugicorrect. Haya ungicoka uke kindu kiretwo public expenditure tondu icio nicio twitaga first cost policy mbeca iria tuhuthagira na infrastructure na maundu maria capital tutirameka tutiraka bara tutiraka demu nuona koguo mbeca itiraingira circulation ini tugacoka professor Ndung'uri agatwira thirikari itu ni broke no maguta no tura collect igoti housing levy no tura collect kai magoti maya tura collect oro muthenya na nginya trade licenses name them ungirora revenue streams cia thirikari ni nyingi muno kai mbeca ici cirathie ku nigetha twire atiriri ati the government is broke. Alright. Ni ngienda muno tuthie na mbere kuthathaura maundu macio no ndiona igongona kuria mwena uria ungi ni riambiriirie na riu tuthie mwena ucio wa Uhuru Gardens kuria President William Ruto agukorwo agitongoria bururi gukungwira miaka 60 kuma riria wegwataire wiathi guku studio tumana Munywa wa Waiyaki ni muthathauri wa maundu ma kiuteti ritwa riakwa ni Kimani wa Ngunjiri no tuguthie na mbere na kurumania na igongona riri. Tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu nguzo yetu idumu, jumuiya yetu.
Mkuu wa gwaride hivi sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ruhusa ya kuweza kukagua gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Francis Omondi Ogolla. Mkuu wa gwaride hivi sasa akiomba idhini ya kuweza kuendelea na gwaride punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Basi Mheshimiwa Rais, hivi sasa gwaride linaweza kupinda kulia kushoto ili kuweza kujongea kwa ukaribu kushuhudia hafla itakayofuata. Na upande wangu wa kushoto, Mheshimiwa Rais, askari wa kikosi hiki cha 25 utakao wakabidhi bendera siku ya leo wakiwa wamebeba vyombo vitakavyotumika kwa kipindi kitakachofuata, kipindi cha maombi, ili kuweza kuweka wakfu, kubariki na hali kadhalika kutoa dua kwa bendera hizi ziweze kutumika na kikosi cha 25 jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, bendera hizi hivi sasa zikiweza kuandaliwa chini ya uangalifu wake Luteni Adnan Mwinyi Rashid, ili tuweze kuwa na kipindi cha maombi.
Naam, hivi sasa mkuu wa gwaride hii akija kuthibitisha kwamba bendera hizi zimeweza kuandaliwa kwa njia ipasayo tayari kwa kipindi cha maombi. Maafisa wa cheo cha meja, maafisa wa cheo cha luteni waliotuikwa jukumu la kubeba bendera hizi pamoja na RSM wa kikosi hiki cha 25 wakiweza kuja kupokea bendera hizi rasmi. Sasa ya viongozi wetu wa kidini wakiongozwa na Mwashamu Silicius Mugambi, askofu wa jimbo Katoliki la Meru, wakishirikiana naye Right Reverend Bishop Joel Waweru, askofu wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Nairobi, na hali kadhalika kadhi mkuu wa taifa la Kenya Abdul Hilim Hussein Athman, wakishirikiana naye Colonel Father George Maingi, Colonel Reverend Amos Othiato Oking na Colonel Imam Athman Rajab. Nizamu sasa ya Service Commanders, kamanda wa jeshi letu la nchi kavu Luteni Jenerali Peter Mbogo Njiru, kamanda wa jeshi letu la wanaanga Meja Jenerali John Mgaravai Omenda, na kamanda wa jeshi letu la wanamaji Meja Jenerali Jimson Mtai kuweza kuchukua nafasi zao kwa ajili ya kipindi hiki muhimu cha maombi. Service Commanders sir. Ni zamu sasa ya mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Mheshimiwa William Samoei Ruto, kuweza kuchukua nafasi yake akisindikizwa na Mkuu wa majeshi ya ulinzi, Generali Francis Omondi Ogola. Your Excellency sir. Na kwa heshima makuu, Mheshimiwa Rais anapochukua nafasi yake, niombe sote tuweze kusimama
kwa kipindi hiki cha maombi, na wale ambao wamevalia kofia sizo rasmi tuweze kuzivua kwa heshima. Your Grace, Your Lordship, and Chief Kadhi, on behalf of the 25 Mechanized Infantry Battalion, we ask you to bid God's blessings on these colors. We are ready to do so. Let us pray. For as much as men in all ages have made for themselves signs and emblems of their allegiance to their rulers, and for their duty to uphold these laws and institutions, which the providence of God has called them to obey, we, following these ancient honored customs, stand before God this day and ask his blessings upon these colors and standards, and pray that they may be an abiding symbol of our duty towards our president and towards our country, and a sign of our resolve to guard, preserve, and sustain the great tradition of bravery, self-sacrifice, of which we are proud inheritors. We ask this in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Almighty, ever-living God, source of all blessings, graciously hear our humble prayers and bless your heavenly blessing, these colors which you have been prepared to use in peace and war. Grant that those who hope in you, that they may become bulwark in peace and assurance of victory in war. For you are the God who showers with your heavenly protection those who put their trust in you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever.
entirely merciful, the especially merciful. O Allah, we stand before you this historical day to pray for your blessings on these colors. Let these colors be an abiding symbol of duty towards our president and towards our country, and sign of our resolve to God. O Allah, usher the custodian of these colors with strength, courage, and victory in the field of war through your mighty power, O Lord, the creator of all creatures. Amen. Let us pray for our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. O God, by whom kings and presidents reign and exercise their power, O God, who art the strength and support of the kingdoms and countries who serve thee mercifully, hear our prayers and bless our beloved and gracious President, Dr. William Samoei Ruto. Let thy grace enlighten him, thy goodness confirm him, and thy providence protect him. Grant his safety, may conduce to the peace and welfare of the people of Kenya, through Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Almighty and everlasting Allah, we pray that as they receive these colors, you may be their constant companion, strengthen and grant them resilience during all their operations in peace and wartime. Guide them with wisdom, sense of responsibility, and loyalty to the President and their commanders. Protect them as they discharge their duties, and grant them victory over their enemies, and bring them back home safely. Amen. Blessing of troops. A 25 mechanized infantry battalion, you have received these colors as a sign and a symbol of your mission of defending this nation. Go therefore in peace to fulfill your mandate, protect your nation without preservation. May the Almighty God give you courage, hope, and strength to do what is right and according to the law. May His power and protection be with you now and forever. Bless the Lord God at all times, and ask Him to make all your warfare maneuvers and endeavors. Your help will always come from the Lord your God, who made heaven and earth. May the Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Asante sana viongozi wetu wa kidini kwa kuweza kutuongoza vyema kwa kipindi cha kuweka wakfu, kubariki na swala la dua kwa bendera hizi za kikosi cha 25. Niombe tusalie tukiwa tumesimama wakati viongozi wetu wa kidini wanapoondoka kwa kipindi hiki muhimu ambacho Mheshimiwa Rais ataweza kutukabidhi bendera hizi kwa kikosi cha 25. Hivi sasa maafisa wa cheo cha meja, maafisa wa cheo cha luteni waliotuikwa jukumu la kubeba bendera hizi wakijiandaa kuweza kupokea bendera hizi kutoka kwake Mheshimiwa Rais. Your Excellency, I now kindly request you to officially present the 25 Mechanized Infantry Battalion with presidential and regimental colors. Your Excellency. Hivi sasa maafisa wa cheo cha meja wakiweza kuchukua bendera hizi tayari kumkabidhi Mheshimiwa Rais
ili aweze kuwapokeza maafisa watakaobeba bendera hizi. Maafisa hawa wa cheo cha meja wana historia iliyosheheni kuhusiana na kikosi cha 25 cha jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais sasa akiweza kumkabidhi afisa atakayebeba bendera ya rais ya kikosi cha 25 cha jeshi letu la nchi kavu na kupeana heshima yake kwa bendera hii, kuweza kuelekea upande wa pili kumkabidhi afisa atakayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 25 na kuhakikisha kwamba afisa huyu ameshika bendera hiyo vyema na kuweza kupeana heshima yake kwa bendera hii. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutukabidhi bendera ambazo tutatumia kila wakati kwa ulinzi wa taifa, na hali kadhalika bendera hizi zitaweza kutumika kwa operesheni mbalimbali ambapo utatuamuru kama amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Basi niombe wengine tuweze kuketi pasipo jukwaa rasmi, Mheshimiwa Rais anapochukua nafasi yake kwenye jukwaa rasmi.
wanajeshi wa kikosi hiki hivi sasa wakiweza kuondoa vyombo vilivyotumika kwa ajili ya kipindi cha maombi, wakiwa na furaha, Mheshimiwa Rais, kwamba hii leo umeweza kuwakabidhi bendera hizi ili wakaweze kuzitumia kila wakati kwa ulinzi wa taifa. Heshima, naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa utakaochezwa ubeti wa kwanza, wa pili na watatu mtawalia, na iwapo umevalia kofia isiyo rasmi uweze kuivua kwa heshima. Kuborili sasa kija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya idhini ya kuweza kuwa na onyesho ya bendera alizotukabidhi Mheshimiwa Rais muda mfupi uliokamilika siku hii ya leo kwa sherehe za 60 za Jamhuri.
Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Kwa bendi za majeshi ya ulinzi.
kamanda wa divisheni ya kwanza akiweza kubadilishana majukumu ama ukipenda mamlaka na naibu wake tayari kwa onyesho. Weka sawa misheni hii ya kwanza tayari kwa wimbo wa taifa. Heshima, naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Asante kwa heshima zenu.
kwa tamaduni za kijeshi, bendera ya kikosi sharti kuwa mbele kama tunavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwa color officers. Vile vile gwaride liligawanya kwa takriban vikundi 8 tayari kupita kwa mwendo wa kinyonga na kasi kwa onyesho la bendera hizi uwanjani. Kabisa anaondoka upesi kwa kutumia muda mchache zaidi aliyotunukiwa kuchukua nafasi yake tayari kwa kuondoka uwanjani. Mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Galgalo Jirmo Liban. Divisheni ya kwanza jeshi letu la nchi kavu, chini yake Meja Morris Matundura Masese akisaidiana na Captain Beka Sadaka Asiago, waliotwikwa jukumu la kubeba bendera zilizo fahari ya kikosi cha 25 ni Luteni Mark Manyara Mwita na Luteni Lennox Itonga Njeru. Parade RSM Warrant Officer 1
Wilson Kipto, wakiwa katika mavazi yao mekundu na yaliyo mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya pili, chini yake Meja Ahmed Galib Juma akisaidiana na Captain Eric Longor, wakiwa katika mavazi yao rasmi, mavazi ya sherehe. Divisheni ya tatu, jeshi letu la wanaanga, chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi akisaidiana na Captain Wekesa Webuha. Sabatan Officer Luteni Francis Opondo, wakiwa katika mavazi yao ya samawati na yaliyo mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya nne, jeshi letu la wanamaji, chini yake Meja Mohamed Said akisaidiana na Captain Jacob Jimachombe Waise. Subaltern Officer Luteni Dennis Kiprono, wakiwa katika mavazi meupe na yaliyo mavazi yao rasmi ya sherehe. Parade Adjutant Captain Mohamed Isaac Digale.
Basi zamu yake Ares kuweza kunyoosha gwaride baada ya gwaride kupita mbele ya jukwaa la rais kwa mwendo wa kinyonga na hali kadhalika mwendo wa kasi. Kwa heshima naomba tusimame kwa ajili ya review order, wimbo wa taifa utakaochezwa beti 3 kwa ujumla na heko kwa Mheshimiwa Rais. Mkuu wa gwaride hii akiwa pia ndiye kamanda wa kikosi cha 25 akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu idhini ya kuweza kuondoa gwaride uwanjani baada ya kupokezwa bendera siku ya leo na Mheshimiwa Rais.
Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Kwa desturi na mila za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride unavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwa maafisa hawa waliotuikwa jukumu la kubeba bendera hizi. Akiweza kushuhudia hivi sasa, gwaride limeweza kujigawanya kwa takriban vikundi 12 kuweza kuondoka hapa uwanjani. Akiondoka kwa kasi sana kwa muda mfupi aliopewa ili aweze kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride hii, tayari kutuaga siku ya leo. Kwa amri hiyo, wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama, anga letu liko salama na fuo za bahari ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Galgalo Jirimo Liban, naibu wake Meja Simon Kiru, divisheni ya kwanza chini yake Meja Moses Matundura, Maurice Matundura Masese, waliotuikwa jukumu la kubeba bendera hizi Luteni Lennox Gitonga Njeru na Luteni Mark Mwita Manyara, wakishirikiana naye Luteni Milton Maisori Magacha. Divisheni ya pili
chini yake Meja Ahmed Galib Juma, jeshi letu la nchi kavu wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi kinachofuata Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi akishirikiana naye Captain Wekesa Webuha wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kutufungia Mheshimiwa Rais mavazi meupe, jeshi letu la wanamaji chini yake Meja Mohamed Said akishirikiana naye Captain Jacob Gimashombe Waise wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Mwisho kabisa, Parade Adjutant Captain Mohamed Isaac Digale, weka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi hivi sasa kuweza kuondoka uwanjani chini yake mkurugenzi wa muziki Captain Kelvin Kivudi Nyaga, Senior Drum Major Warrant Officer 1 David Maina akishirikiana naye Senior Sergeant Mwaniki, Sergeant Mwai Gatama na Sergeant Moses Lemashon wa jeshi letu la wanamaji, baada ya kutuletea muziki uliopangwa ukapangika. Nitampisha mwenzangu aweze kutuletea tamasha ya ndege zetu tukiletewa na jeshi la wanaanga. Mheshimiwa Rais, anafuata sasa ni maonyesho ya ndege za majeshi ya ulinzi zikiwa ni ndege aina ya Globe 120 Alpha zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani. Leo hii zikiwa chini yake Luteni Kanali Joseph Maganga pamoja na wanafunzi marubani Luteni Enrico Elim na Luteni Ibrahim Kasim wa jeshi la wanamaji chini ya uelekezi wa Meja Wekesa na Meja Hussein, zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani za Aviation Center of Excellence, chuo cha kijeshi, kambi ya Laikipia Airbase kule Nanyuki. Zinafuata sasa Mheshimiwa Rais ni ndege za uchukuzi, ndege aina ya Harbin Y12 ikiwa na rangi ya kijeshi, kisha tuko na C-145 Skytrack ikiwa na rangi ya kijivu, zikiwa ni ndege za uchukuzi, zina uwezo wa kubeba makundi ya askari wa operesheni speciali na uwezo wa kupaa kimo cha juu na kuachilia wanamiavuli wa kijeshi. Zina uwezo wa kushika doria katika anga, ardhini na pia baharini. Leo hii zikiwa chini yake Meja Nyenyo Y12. Zinafuata sasa ni ndege zetu za uchukuzi nzito, ndege aina ya Bombardier Dash 8 na C-27J Spartan Dash 8 ikiwa na rangi nyeupe, Spartan ikiwa na rangi ya kijivu, zikiwa ni ndege za uchukuzi zilizo na uwezo wa kubeba makundi makubwa ya askari na zana nzito za kijeshi. Kikundi cha 4 Mheshimiwa Rais, ndege aina ya Tukano, leo hii zikifita taratibu huku zikivusha moshi mweupe angani, ishara kwamba anga letu liko salama, zikiwa ni ndege za mafunzo kiwango cha juu kwa marubani wetu ambao hujifunza hapa nyumbani. Mheshimiwa Rais, hivi sasa zinaweza kupita mbele yako, na sasa Mheshimiwa Rais, ndege zetu za kivita the Tiger F5 zikiwa ndege zetu za kivita katika Diamond Formation, ndege zilizo na uwezo wa kupaa kwa kasi kuliko kasi ya sauti, zikiweza kumfumuka katika mfumo huo wa Diamond ili kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa angani moja baada ya nyingine. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, rubani ataweza kupaa na ndege kwa kasi kisha kuinua pua la ndege kwa takribani digrii 45 kisha kutupa mizunguko ya kushoto na kuweza kuendelea na mkondo wa mbele. Kisha ndege ya pili Mheshimiwa Rais, rubani ataweza kupaa kwa kasi kisha kuinua pua la ndege kupaa ikiwa wima, kisha aweze kutuletea pia mizunguko ya kushoto na pia kuweza kuendelea na mkondo wa mbele. Mheshimiwa Rais, onyesho la tatu,
vertical roll, onyesho ambalo rubani ataweza kupaa na ndege kwa kasi kisha kuweza kutuletea mizunguko ya kushoto, ndege hii ikiwa pua juu. Tutazame kama jinsi rubani huyu alivyo tayari kutuletea onyesho ya aileron roll, kama jinsi anavyoinua ndege hii kwa umaridadi na kutupa mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Rubani wetu wa pili akituletea onyesho la pili, rubani kuweza kuinua ndege kupaa juu ikiwa wima kisha kulala chali na kurudi mahali ambapo imetoka. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Rubani wetu wa tatu naye akisha kuwa tayari kuinua pua la ndege kupaa juu kabisa na kutupa mizunguko ya kushoto kama vile tunavyoshuhudia hivi sasa. Naye rubani wetu wa nne akija akiwa amejiweka tayari kabisa kuweza kuinua pua la ndege juu kabisa, kupaa ndege ikiwa wima, kuweza kufika katika upeo wa kupaa, kulala chali na kurudi mahali ambapo imetoka. Ndege yetu ya tano, Mheshimiwa Rais akiwa anatuletea onyesho aileron roll, jinsi anavyotupa mizunguko ya kushoto. Tuwape marubani wa ndege zetu za kivita makofi tafadhali kwa ujuzi mkubwa ambao wanatuonyesha siku ya leo tunaposherehekea Jamhuri at 60. Mheshimiwa Rais, ndege aina ya Tukano zinarudi kwa mara ya pili kutuletea onyesho bombast show, onyesho ambalo kila ndege itachukua mkondo wake kisha ile ya kati kupaa juu kabisa ikiwa wima, kulala chali na kurudi mahali ambapo imetoka kama vile tunavyoshuhudia. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali kwa ujuzi mkubwa walio nao, ujuzi ambao wameweza kuupata hapa nchini baada ya kupitia mafunzo ya kijeshi. Inafuata sasa ni ndege aina ya Westland 139 Augusta, ikiwa ni ndege aina ya helikopta iliyo na uwezo wa kuelea angani kwa muda mrefu ili kuweza kuwapa nafasi majeshi wetu kuweza kufanya operesheni mbalimbali. Leo hii ikiwa inabeba bango linalosema Jamhuri at 60. Tumpe makofi tafadhali rubani wetu wa ndege aina ya 139 Augusta, ya ndege ya jeshi letu la wanahewa. Inafuata sasa ni helikopta aina ya Puma, ikiwa na uwezo wa kutua mahali popote wakati wowote, ndege ambayo hutumika katika operesheni mbalimbali ikiwemo kuweza kufanya CASAFAC ama medical evacuation. Ndege hii leo hii ikiwa inabeba bango linalosema God bless Kenya. Tumpe rubani huyo makofi tafadhali. Kwa jumla niweze kushukuru rubani ambaye ameweza kuongoza maonyesho haya, Luteni Kanali Joseph Mwamburi wa jeshi letu la wanaanga. Asante, nimpishe mwenzangu Misango Mbae naye akaweze kututamatishia vipindi vya kijeshi kwa jumla. Karibu mwenzangu. Asante sana mwenzangu kwa kuweza kutuletea tamasha za ndege, Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru wakurugenzi wetu wa sherehe za kijeshi wakiongozwa naye Brigedia Elijah Ndegwa Gatere, Brigedia Samuel Kimani, Major Charles Obwong, Major Matthew Lorot Ingolan, na niweze kushukuru wakurugenzi wa gwaride wakiongozwa naye Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Nick Aspro Koranga. Niweze kushukuru Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Murage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, wote wakiwa ni OGW. Ni washukuru wenzangu Sergeant George Kisuya, Sergeant Zondri Kabunje, Flagstaff wetu Major Peter Msumba Etiang, Major Kibia Njuguna, na niweze kushukuru mwenzangu Senior Private Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbae. Niweze kuwarejesha moja kwa moja
hadi kwake Bwana Mike Gitonga aweze kuendelea na ratiba ya siku. Karibu mwenzangu. Shukran. Naomba kwa heshima na taadhima kuu tuwe watulivu kwa maombi. Ombi la kwanza ni la kitamaduni na tutaongezwa na Lamo Ole Sarinke. La Kiislamu, Chief Kadhi Abdul Halim Hussein Athman. Anglican Diocese of Nairobi, Right Reverend Bishop Joel Waweru. Atakaye tufungia kipindi cha maombi ni Askofu Celsius Mugambi wa kanisa la Katoliki Jimbo la Meru. Twende kwa maombi. Ruto lang President la Kenya tene bormare lino tene bo o Jamhuri leo tene bormasa la Kenya naronyo rayo la ngangele ngobino naronyo ngulugondi maile bo no lo nyogeri maile bo no lo nyibor maro munyana Kenya mai na la yo le kai obiyo mogo irigiro Kenya mosimba mere no ginigi ngunungunye ora islang mere no ginigi ngunungunye tori ko yo nara jegi yo na jolo biro le madar ora ngora na melo anyori bijuna anyori ndungana nongoru ngola ngil di ngoru di lo munyak le bu na la ba le romo no miet joba jonga be ne ngor jiangai romo no ye ngaya ye shumara mere sinya Kenya mere sinya yu alari mere sinya yu enterit romo no ye aromo no basna yo le roye le be rodi shumara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa thana'u lillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah. All praise and thanks be to Allah, the Lord of all creations, the most gracious, the most merciful, the honor of the day of recompense. You alone we worship and you alone we ask for help. Guide us through the straight path, the path of those who bestowed you grace, not the path of those who've earned you anger. Our Lord, there is none worthy of worship except you. Exalted be you. O Allah, as we celebrate 60 years of our independence, we thank you for your favors upon us. We thank the founders of our nation and freedom fighters who gave their lives so that we can live a free country. We thank you for the peace and prosperity in our nation and ask for your blessings for abundance, cohesion, and resilience. O Allah, bless our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Grant him strength and wisdom to guide our country to greater fortunes and success. Bless his government, the disciplined forces, the National Assembly, the judiciary, and all state organs and independent commissions to the dedicated service to Kenyans. Allah bless the governors, the county governments, and county assemblies so that Kenyans at the grassroots can enjoy development and outstanding services. Our Lord, give us in this world what is good, and in the hereafter what is good, and save us from the torment of the hereafter. Amen. Almighty God, you who has given us this good land of Kenya for our heritage, we humbly pray that we may always prove ourselves a people who are mindful of your favor and glad to do your will. Endure with the spirit of wisdom those to whom in your name we have entrusted authority of governance, that there may be justice and peace in our country, Kenya. We especially bring before you our beloved President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, together with his family and all those who work under him. Bless our land with honorable industry, sound learning, health, and integrity. Save us from violence, discord, and confusion, pride and arrogance, and from every evil way. Defend our liberties and fashion Kenya into a one united people. As we celebrate 60 years since we got our independence, we pray that you give us grace to obey your law and to obey the law of the land, that we may show forth your praise among all the nations of the earth. In times of prosperity, fill our hearts with thankfulness. In times of trouble, like this time when we have floods that we are experiencing with El Nino and the hard economic times,
Save us, O God, and help us to trust you. Bless our function today. This we pray in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Prayer for this country, Kenya, as celebrating 60 years of independence. All their leaders, and especially the president and all those he governs this country with. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. God, who arrange all things according to a wonderful design, graciously receive prayers we pour out to you for our country, Kenya, that through the wisdom of his leaders and the integrity of his citizens, harmony and justice may be assured, and lasting prosperity come with the peace. O God, to whom every human power is subject, grant to your servant, our President, His Excellency William Samuel Ruto, success in the exercise of his high office, so that always revering you and striving to please you, he may constantly secure and preserve for the people entrusted to his care the freedom that comes from civil service. And we pray this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Asante sana kwa maombi. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibari na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Mama Maria Harman Mwinyi, Mama wa Taifa la Zanzibari, Mheshimiwa Sahe Work Zewedie, Rais wa Shirikisho wa Demokrasia Jamhuri ya Ethiopia, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua pamoja na Pastor Dorcas Rigathi, Mheshimiwa Prosper Bazombaza, Makamu wa Rais Jamhuri ya Burundi, Right Honorable Rebecca Kadaga, Deputy President, Minister EAC in Uganda, Waheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula na Mheshimiwa Amason Kingi, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo, Mheshimiwa Martha Koome, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Naomba sasa nimpashe mwenzangu ili aweze kutuletea kipindi cha burudani. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tangu jua lilipochomoza kwenye mawio yake siku ya leo, tumekuwa na burudani katika uga huu. Siku ya leo tunaposhughulikia mada yetu ikiwa ni vijana, uchumi bunifu na hata spoti, tumekuwa na vikundi mbalimbali, vikundi vya sanaa, vikundi vya vijana wanaowafanya masuala ya uchoraji, wana sarakasi, na siku ya leo Mheshimiwa Rais jukwani wako wana sarakasi na wasanii wetu bunifu, akiwemo DJ Afro, nikimtaja tu Inspector Mwala, Papa Freddy Ngamwaya, Captain Otoyo na wengine wengi Mheshimiwa Rais, ambao siku ya leo wako tayari ugani kutuletea burudani. Mkiwa tayari tupate burudani. Alright. Asante sana. Maridadi. Pozi tena pozi kibisha. Na kwa sasa basi kikosi ambacho kinakuendelea ni kikosi ambacho hapa basi ni kikosi cha wasanii wa sanaa. Pahali na ambapo kati ya zile vipindi zilizoweza kuanzishwa ni vipindi kama vile tahamaki, vituko. Je, huu ni ungwana? Hali kadhalika na vipindi kama vile Tausi ambayo uliandaliwa na akiwemo
Rukia. Waja, huwa mwatakaje? Kumgonga Lindi ni vibaya. Si ni kumrekebisha. Angalia saizi mahali yuko, ni mtu wa kutajika. Huyu mama wa kambo naye sijui baba kamtoa wapi. Asante Rukia, maridadi. Na vile vile hatuwezi tukamsahau hapa basi bila shaka pale mzee Ojwanga kwenye kipindi Vitimbi. Mzee Ojwang bishi na Mungu na akamuweke pahali pema peponi. Ala, baadaye hapo bishi ndipo kuweza kuchomoka kipindi cha Vionja Mahakamani shasha. Makwa, leo ni siku ya Jamhuri bwana, national holiday. Alafu navaa nguo ni kama imetoka kwa mdomo ya ng'ombe. Kukuja kujana. Ndio kunjana kika. Wewe uone mimi ni Mkenya bwana. Uone nimevaa mpaka tai ya Kenya. I'm more than patriotic than you. Nakubali my brother. What you mean? Happy Jamhuri Day. Kabisa. Kasi mzuri bwana. Asanta Makoha. Na umetukumbusha marehemu Papa Chirandra. Manzi Papa Chirandra, Mungu bishi na akamweke pahali pema peponi. Ingawaja alituachia mjane wake Will Berada. Mtukufu Rais, kama vile umesikia, mimi ni mjane, niko single, niko vacant, yani sina mutu. Mtukufu Rais, uko na marafiki zako ambao wako single kama mimi, hata kwa cabinet uko nao. Mtukufu Rais, unikumbuke Baba, unapowazuru wengine naomba unikumbuke. Barabara. Na hapo hatimaye bishi ndipo kuweza kukuingilia kipindi ambacho kinajulikana kama vile Mother in Law. Na kwa hichi kipindi tunakuja kupata madam fulani ambaye anakuaga mkali zaidi, ikafanya hadi watu wakamuita dictator. No. I am not dictatorial. I am a disciplinarian. And by the way, I am a born again Christian. Asanta. Huu wote bishi ni usanii, na usije ukasahau usanii ni njia moja ya vijana kujitengenezea kazi wao wenyewe na harakadhara bishi kuweza kujenga taifa. Hapo basi napo ndipo baadaye akachomoka jamaa aliye mrefu zaidi. Mtukufu Live, nikiwa mbele yako, mimi ni Inspector Mwala, nimehudumu kikosi kwa miaka mingi, nina uzoefu wa kutosha. Ninachokuomba kwa sasa ni kuwa uniteue kama mkuu wa kitengo chako cha presidential escort. Asante sana. Asanta Inspector mrefu zaidi. Wewe najua ni unasimamishaga ndege, unaangalia kama ziko na insurance. Asanta. Lakini all the same hapa basi akakuingilia kipindi kinachojulikana kama vile Churchill Show. Kipindi na ambacho kiliweza hapa basi kuwasaidia vijana wengi zaidi kupata riziki na kazi. Ikiwemo Captain Otoyo, mtumishi na mchungaji. I have just landed. Your Excellency the President, this is your captain speaking. My name is Captain Otosh. Kenya is flying at 60. We are 60 years old today. What? Si tumeseeka. Tumeseeka mpaka inchi zingine sinakuja hapa kuona vile inchi mzee inakaa. But old is gold. Asante Yesu. Asante mwana. Mutumishi. Mchungaji. Papa unichase roho niweze kumushinda shetani. Papa unichase roho niweze kumushinda shetani. Timu ya mpira ikiitwa Liverpool, nikani itaitwa Matumbopulu. Mwenyezi Mungu bariki rais. Barabara. Asanta. Hatimaye basi sasa usanii ukaweza kuingia kwenye design za kisasa, ama ukipenda usanii wa kidijitali, yani social media. Yes, mimi ndio temu wa Facebook. Mimi ndio mtu wa kwanza kuingia kwa Facebook huko kwetu Shamahoho. Na kama uamini, ulizi yako Sabu Chief ni follow. Na hapa nchini kuna mcheza filamu mmoja amejitokeza na njia zake za kipekee, anajulikana kama vile Papa Freddy, ama ukipenda Ngamwaya
Bonjour Président, Excellency. Kwa majina Papa Fred, minga fa business legit Nairobi na international. Nguo kemikali yangu special. Kama ngapata pesa kidogo, minga mwaya ile kemikali ndani ya pesa, tapata pesa bingi. Singalipa deni IMF, ngalipa deni World Bank. Kama pesa ngabaki, singagawana Kenya mzima, kila mtu 2 million. Wewe kama ngapenda idea, piga telefone yangu. Tufanye business legit baba. Kenya at 60. Mwisho. Kubishi ni wako man selector, the top ranking DJ, ranking Afro Amigos.
champion vibes. Rise up, simama. Wake up, simama. Kutoka ghetto sio ngumu, lazima uwe na form. Piga mishe utameki odo. Kutoka ghetto sio ngumu, lazima uwe na form. Piga mishe utameki odo. Wakisema hautameki asala, hii dunia ni duara, chapa kazi. Wakisema hautameki asala, hii dunia ni duara, chapa kazi. Chenga kama Olunga, chomoka kama Kipyego na Kipchoge. Cheki Lupita Nyong'o, Wanyama naye ni champion. Carry on. Oh yes, I'm a champion. One in a million. Kenyans a champion. One in a million. Oh yes, oh yes, oh yes. One in a million. Oh yes, we are champions. One in a million. Some say that you coulda never make it out of the poverty. They do not know your priority. When they give up like what them say, Jaja bless me with sanity. We turning dreams to reality. When you put your eyes on the prize, it won't be very long before them ever realize. Enough for them a bad man, them a go criticize. Them can't stop or get a youth steady on the rise. Hey, when you put your eyes on the prize, it won't be very long before them ever realize. Enough for them a bad man, them a go criticize. Them can't stop or get a youth steady on the rise. Yeah. I'm a champion. Oh yes, I'm a champion. One in a million. Kenyans a champion. One in a million. Oh yes, oh yes, oh yes. One in a million. Oh yes, we are champions. One in a million. Stand and let the sun shine bright. Yeah. Celebrate tonight. Fly up to the highest high and sing. I'm a Kenyan champion. Dance, let it rain all night. I'm a champion. Celebrate tonight. Fly up to the highest high and sing. I'm a Kenyan champion. I'm a Kenyan champion. I'm a Kenyan champion. Yeah, I'm a champion. I'm a Kenyan champion. Would you ever think to be a champion? Would you ever think you win big in your life? Would you ever think you be one in a million? Million. Would you ever think to be a champion? Would you ever think you win big in your life? Would you ever think to be one in a million? Million. I come from the land of champions. Rise up, simama. I'm a Kenyan champion. Rise up, simama. Umoja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu. Chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu. Pasiwe hata moja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi ni Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakustushwa na risasi au kufungwa gereza
kaskazini na kusini. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya. Mwananchi mzalendo. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Eko Jamhuri, eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mwaka wa 60 umefika, tangu Kenya iwe huru. Mwaka wa 60 umefika, tangu Kenya iwe huru. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Eko Jamhuri, eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Kenya nchi yangu nitaitoloza, nitailinda maishani mwangu. Kenya nchi yangu nitaitoloza, nitailinda maishani mwangu. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Fika Mombasa, mwito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Kenya nchi yangu nitaitoloza, nitailinda maishani mwangu. Kenya nchi yangu nitaitoloza, nitailinda maishani mwangu. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Mwenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu,
Wapi shangwe na vigelegele Kenya at 60. Happy Jamhuri. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hiyo. Ningependa kuwashukuru wote walioshiriki, wote waliopanga. Hususan Mheshimiwa Rais, nikikuomba kuelekeza macho upande wako wa kushoto. Bado kuna vijana wetu wanaendelea na uchoraji, vile vile mkono wako wa kulia Mheshimiwa Rais. Nikitambua bendi yetu iliyoko kwenye msafara wako, mkurugenzi wa muziki akiwa ni Caroline Ng'ang'a, mkurugenzi wetu Sam John Mambura na msaidizi wake Felix Murashui. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, tupate ujumbe wa Krismasi wakati watumbuizaji wetu wanapoondoka. Tuwapishe kwa makofi wanapoondoka. Haya basi tuwashangilie na tuwapigie makofi tena. Wakenya mpo? Wakenya mpo? Asanteni sana. Na hawa ambao naona wanakuandalia michoro, Mheshimiwa Rais, wameanza vile tumeanza, haikuwa imechorwa, lakini tunaona ya kwamba wamefanya kazi nzuri kabisa. Tuwapigie makofi pia. Kenya at 60. Asante sana. Na sasa Mheshimiwa Rais, nikubalie nimwalike gavana wa eneo gatuzi la Nairobi, Mheshimiwa Johnson Sakaja aka Sax, atukaribishe kwa kifupi, kisha amwalike naibu wa rais. Johnson Sakaja, uwanja ni wako. Asante sana. Kenya is truly a hotbed of talent, as you have seen, Your Excellency, our President. Na hiyo shamra na sherehe haishi hapo. Your Excellency na Wakenya wote, kuanzia leo tarehe 12 Jamhuri Day hadi tarehe 17 na waalika Uhuru Park kwa Nairobi Festival, ili tuendelee kuona vijana wetu na hii shamra, wale wanaimba, wale wanachora. Come and let us enjoy the culture and vibe of the city of Nairobi. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, Your Excellency, our First Lady, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, na Mama Dorcas Rigathi, Excellency Musalia, Prime Cabinet Secretary, na Mama Tesi, pia nisisahau marais kutoka Zanzibar, Ali Mwinyi na Saleh Wok kutoka Ethiopia, Speaker wa National Assembly, asanteni sana. Speaker wa National Assembly, Moses Wetangula, na Speaker wa Senate, Amason Kingi. Asanteni vijana wa Nairobi na kina mama. Your Excellency, hapa tuko na jeshi yako ya Green Army, tuko na community health promoters, wale ambao ulihakikisha wamerudi kazi, na tuko na ile Yellow Army yetu ya chama, tuko na watu wote hapa. Today I must recognize, I know normally the Chief of General Staff is not recognized, but I must recognize the Chief of General Staff, General Francis Ogola, for such a tremendous show of Kenya at 60, together with your predecessors who are here, General Robert Kariuki Kiboshi, General Samson Jeff Wamwadheve, General Julius Waweru Karangi. Thank you for being here. Wabunge ambao wako hapa wakiongozwa na Kimani Ichung'wah, Leader of Majority, na Muga Kikuyu, na pia mbunge wa Lang'ata Jalas Jalango ambaye ako hapa. All protocols observed. 60 years ago,
Today, the colonizer's flag fell on these grounds that we stand in, and the Kenyan flag went up for the first time. It went up over a free nation, over a free people. In 3 generations of captivity, our ancestors endured cruelties and indignities that we cannot begin to comprehend. Yet the colonizer underestimated the courage of our ancestors. Our ancestors faced the guns of the British Empire without flinching. Many gave their lives for a liberty that they would never see. We are the sons and daughters, the inheritors of these heroes. These men and women beat the mightiest empire the world had ever seen. They forged a new nation in which they toiled patiently for peace, for prosperity, for freedom, and for the dignity that they had been so long denied. Everything we have, fellow Kenyans, we inherited from them. One of the men to whom we owe our independence, the first president of the Republic of Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, understood that every new generation of leaders has to make its mark. It was no good, he said, only to read about heroes of the past. We had to fashion ourselves to be the architects of the future. And so, we are now responsible for the management of the inheritance we have received, and we will be judged by how well we build on this generation after independence. Your Excellency, our President, as the first President of Kenya, born after independence, you are the leader of this bold, new, fresh generation of Kenya that is taking up from those who were there before we got our independence. Our trials and our triumphs since independence teach us 2 lessons, Your Excellency. We advance when we set aside our differences and commit ourselves to the common good. We fall behind when we are divided. So the first thing that this new generation of leaders must do is to rededicate ourselves to national unity. One, national unity means inclusion. This new generation must make certain that no one, whatever their race, whatever their religion, whatever their region, whatever their political affiliation, will be denied a say when we make decisions for our country. Every Kenyan deserves to be heard. Number 2, national unity means dignity. Your Excellency, each of us as Kenyans deserves honor. Kenya istahili heshima na Wakenya wanastahili kuheshimiwa, no matter what we do. We must respect the dignity of each and every single one of us. Mtukufu Rais, umetuongoza kwa hayo kwa kupitia mambo ya afya, kwa kupitia mambo ya uchuuzi, kwa kupitia mambo ya kuhakikisha tuko na manyumba, housing, and ensuring that we are a food secure country. As a county government, we are also striving to ensure the dignity of our people, of our traders, of our hawkers, of our business people, wherever they might be. Thirdly, national unity means opportunity. No one from any part of this country will ever again, thanks to devolution, be abandoned to generational poverty and oppression because of their region. This generation of leaders, led by His Excellency William Ruto, must secure the promise of independence by bringing prosperity to those parts of the country, Your Excellency, that had been previously treated unequally in the years after independence. A first-class country cannot have a second-class citizen. Your Excellency, we cannot begin to repay the heroes of our freedom. They won a great victory. But if we imitate their unity and their patriotism, just as the songs we have heard, Mkenya Daima, just like what Eric Wanena has said, kujivunia kuwa Mkenya popote ulipo, then Your Excellency, we will truly make our country free and prosperous. Your Excellency, nikimalizia, ni muhimu niguse ya kwamba kwa miaka 60
jambo moja la muhimu lazima tujivunie ni ugatuzi. Wewe umeongoza kwa mara ya kwanza, na hii inaweza kusema kwa niaba ya magavana wote wa taifa yetu, tumeweza kupata hela ambazo zinakuja kwa county kwa muda ambao unaofaa. Kwa kuhakikisha kwamba county zinapata ugatuzi, tumeweza kubadilisha mambo mengi. Hapa tuko na wale community health promoters wa Nairobi 7,480, na wewe umezindua program ya community health promoters Kenya mzima 100,000 ambao wanaenda kwa kila nyumba. Jana tu hapa Nairobi, thanks to devolution, tulifungua the first neonatal ICU kwa watoto wetu ambao wanazaliwa kabla wa muda na wako na changamoto ya afya. We now have a neonatal ICU at Mbagathi thanks to devolution. We now have our first ICU at Mama Lucy thanks to devolution, as well as our blood bank. Your Excellency, tulizindua na wewe kule Rosambu jikoni kuhakikisha hawa watoto wetu wataweza kupata chakula kila siku shuleni. Ningependa kuambia kwamba tumemaliza jikoni 10 kuanzia Januari first term. Watoto wetu wote wa Nairobi watapata chakula kwa shilingi 5 peke yake kila siku katika shule zetu za umma, thanks to devolution and thanks for the work you're doing. Pia Your Excellency, na nilikuwa nazungumza na makamu wa rais Rigiji, akasema ya kwamba tulijaribu kama Nairobi wakati wa mvua, na kawaida Nairobi ikinyesha kidogo tu kuna mafuriko. Mwaka huu kwa sababu ya Green Army, hawa mavijana wetu ambao kila eneo la Nairobi wanafungua mitaro, wanasafisha drainage, hakuja kuwa na flooding Nairobi. And despite El Nino, we thank God and we thank these young people for what they've done. Kwa sasa, kwa sababu El Nino imeisha ama inaenda kuisha, kazi yao itakuwa kupanda maua, kupanda miti, kusafisha Nairobi, so that we restore the green city under the sun. Your Excellency, you're leading the continent in the Africa climate agenda. And while you were at COP28, the office of the governor of Nairobi was awarded the first green government building in Africa. We are going to take our pole position as environmental capital of Kenya. Kwa hayo mengi, Your Excellency, changamoto najua ni mengi katika taifa, na sio Kenya tu, mataifa yote. Nairobi pia changamoto ni mengi, lakini Your Excellency, tunajua after you've set a firm foundation of our economy this past year, mambo itaangalia juu. Sisi Nairobi usema hata kama changamoto ni nyingi, lazima iwork, na tunajua na wewe lazima ina work. Merry Christmas watu wa Kenya, watu wa Nairobi. Mkienda likizo, jameni, mkirudi mutuletee mazuri sisi ambao tunabaki mji wa Nairobi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Happy Jamhuri Day. Your Excellency, now it is my honor and pleasure to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, to make his remarks. Welcome. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of Kenya Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the President of Ethiopia, Sahil Work Zewde, Your Excellency, the President of Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi, Your Excellency, Mama Maria Herman Mwinyi, the First Lady of Zanzibar, Right Honorable Rebecca Kadaga, the First Deputy Prime Minister of Uganda and EAC Minister, Your Excellency, the Vice President of Burundi, Prosper Bazobanza, the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula, the Speaker of the Senate, Jeff Akingi, the Chief Justice and President of the Supreme Court, Lady Justice Martha Kameme, the Chief of Defense Forces, General Ogola, service commanders, Cabinet Secretaries and Principal Secretaries, the leadership of the National Assembly, members of Parliament present,
the Governor of Nairobi City, Johnson Sakaja, Excellencies, ambassadors, heads of missions and high commissions, political and other leaders, distinguished guests, gallant Kenyans. It is a historic moment. We mark 60 years of independence today. We celebrate because our selfless fathers and mothers denied themselves the comfort of their families to birth one huge family, Kenya, a nation we are proud of. It is therefore befitting, Your Excellency, to pay homage to the freedom fighters who, with crude weapons, sheer determination, and resolve, defied the advanced arms of the colonialists to deliver a free Kenya. The freedom we gained in 1963 placed us in charge of our destiny, a destiny of freedom from poverty, disease, and illiteracy. Our country has made monumental progress in these fronts. Our beloved President, Dr. William Ruto, is implementing a radical plan, the Kenya Kwanza Plan for socio-economic transformation. For instance, in just a year, Your Excellency, you have laid a firm foundation for socio-economic transformation. In October, you put the nation on course to achieving universal health coverage. Under our President's leadership, we are implementing comprehensive educational reforms through the competency-based curriculum, which we have far-reaching positive implications on our country. Your Excellency, the fifth administration is expanding financial inclusion to drive entrepreneurship, besides undertaking fundamental reforms in the public sector, among other interventions. We are leaving no one behind in Kenya. The Kenya we want is the one the President is leaving no one behind, and that is the Kenya we all deserve. Your Excellency, we acknowledge your forward-looking leadership on regional and international matters. This is important because a stable and prosperous Africa means a better Kenya. We recognize the key role of the youth in the rebirth of Africa. This is one of the reasons that the focus of the 60th Jamhuri Day is on youth, the creative economy, and sports. Your Excellency, it is now my duty and privilege to welcome you to address the nation. Mr. President. Asante sana Mheshimiwa Rigiji. Naomba tuketi. Let's take our seats. Your Excellency, President Zuide Zaliwok, the President of Ethiopia, Your Excellency, President Hussein Ali Mwinyi, the President of Zanzibar, the Vice President, His Excellency Prosper Bozombanza, the Vice President of Burundi, my sister Rebecca Kadaka, First Deputy Prime Minister of Uganda, Excellencies, ladies and gentlemen, Wakenya wenzangu, hamjambo. Wakenya hamjambo. Wakenya hoye. Wakenya hoye. Mimi kwanza, kabla sijasema mambo machache, nataka niwaulize ndugu zetu waliotutembelea, marafiki zetu, our friends from the region who have come to join us in this celebration. I want to start with my sister to bring her greetings from our neighbors in Uganda, the First Deputy Prime Minister, my sister Rebecca. I know you understand some Kiswahili.
Tafadhali tumpishe hapo aweze aje atusalimie na atupatie salamu kutoka nchi jirani na mzee wetu, mzee rais wa Uganda. Karibu. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto and Mama Ruto, the Deputy President, Honorable Rigati Gachagua and Mama Gachagua, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is a message from President Yoweri Museveni, who was not able to attend, but he has asked me to pass it on to you. It is a great pleasure and honor that I join you, my brothers and sisters, to mark Kenya's 60th independence anniversary. I congratulate the people of Kenya upon this great milestone. Your Excellency and distinguished guests, I wish to note that Kenya has always been a cradle of peace and stability in Africa, supporting liberation struggles in the region as far back as the 1950s, and actively seeking for peaceful resolution to conflict in the region. These are not mean achievements for the region. Huh? I think you can speak from here. The loudspeaker there is not continue. These are not mean achievements for a region that has been very prone to conflict. I therefore would like to recognize Kenya's unique contribution as a frontline state in the liberation struggles. I would like to pay special tribute to Mzee Jomo Kenyatta, the founding father and first president of the Republic of Kenya, for his courageous and heroic role in the freedom struggle within the region and beyond. With the upheavals, civil wars, and liberation struggles of the last 70 years, the ideological landscape of the area has changed. This ideological change has, however, not yet been translated into a political union that some of our leaders, like Nkrumah, Nyerere, and Kenyatta, had envisaged at independence. Nevertheless, that dream has been revived. We have intensified the discussion on political integration, the need for the East African Federation. The future for this cause is at its brightest. Economic and political integration is permanent cure for Africa's weaknesses and marginalization in the world. Africa must cure itself of the victim mentality and take the initiative of shaping her own destiny. We have an unprecedented advantage of a market of 1.3 billion people. This is a formidable treasure in our hands. It has the potential of not only making us richer, but also earning us respect in the world as a power to reckon with. In 1986, when the NRM captured power, Uganda's population was a paltry 15 billion people. The East African community would have compensated for Uganda's whole internal market had been brought to its knees. The NRM government lost no time in working with our Tanzanian and Kenyan brothers and sisters to revive the East African community. Our concerted efforts paid off in 1999 when the regional member states, Uganda, Kenya, and Tanzania, signed the treaty which established the East African community. The community has since grown with the addition of Rwanda, Burundi, South Sudan, Democratic Republic of Congo, and recently Somalia. The regional economic blocs like ECOWAS, COMESA, EFC, SADC have helped raise the volume of trade among the African countries, and with the signing and ratification by individual member states of the African Continental Free Trade Area, Africa now boasts of the largest free trade area in the world. This is true harnessing of power and must continue consolidating Africa's great potential to our advantage. It must be remembered that Africa was forcefully integrated into the world economy as a source of cheap labor and raw materials for Western industries. Africa has donated enough wealth to the rest of the world. It is time to cut off the proboscis of the parasites whose wealth has been sucked from our mines, soils, forests, lakes, etc. Our chief interest should be to secure the survival and prosperity for our children and their children. There is no better guarantee for their future than working towards political and economic integration of Africa. For the first time, we have an opportunity of safeguarding our great human and natural resources under an African supranational government. Finally,
Political and economic integration is crucial for bargaining with other countries to access their markets, e.g. the USA, EU, India, China, Russia, Japan, etc. I once again congratulate all Kenyans upon celebrating the 68th independence anniversary and wish you good luck and happy celebrations. Thank you very much. Asante sana. Wacha nichukue nafasi hii nimpatie ndugu yangu naibu wa rais wa kutoka nchi jirani ya Burundi. My friend, the Vice President from Burundi. Excellency William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya, Excellency the First Lady Mama Ruto, Excellencies Head of State and Government, Excellencies Heads of Delegation, dear Kenyans, ladies and gentlemen, all protocol observed. It is indeed a great pleasure and honor for me and my delegation to be here in Nairobi with the Kenyan people to celebrate together the 16th anniversary of Kenya's Jamhuri Day. On behalf of His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and the people of Burundi, allow me at the outset to convey warm greetings and congratulations to President William Samuel Ruto, the government and the people of Kenya for this great achievement in the life of a nation. The Burundians share this great celebration with the Kenyan people, both in Kenya and abroad. Excellencies, as you know, in Africa, we gained political independence by liberating ourselves from the dark period of colonization. But another important fight must continue: the economic and technological Jamhuri. We must lead this fight with determination, unity, and self-confidence as Africans. To conclude, I wish once again to express my warm congratulations to the leaders and people of Kenya for what they have done and still doing for this great nation in the field of economic and social development. Kenya oye! President William Samuel Ruto oye! East Africa oye! Africa oye! Mungu ibariki Kenya. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Wacha nichukue nafasi hii sasa nimuite ndugu yangu rais wa nchi jirani ya Zanzibar. Mheshimiwa Mwinyi, karibu. Mheshimiwa Dr. William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, na Mama Ruto, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje na Diaspora wa Kenya, waheshimiwa viongozi wengine nyote mliopo hapa, waheshimiwa wageni waalikwa wenzangu, natambua uwepo wa Rais wa Ethiopia, Makamu wa Rais wa Burundi na Naibu Waziri Mkuu wa Uganda, ndugu wananchi wa Kenya, mabibi na mabwana. Awali ya yote napenda kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kuifikia siku hii ya leo. Aidha, natoa shukrani kwa Mheshimiwa Dr. William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa kutualika kushiriki kwenye siku hii muhimu ya maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Jamhuri ya Kenya maarufu kama Jamhuri Day. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
alitamani sana awepo kuhudhuria sherehe hizi. Hata hivyo, kutokana na athari kubwa za mafuriko yaliyoikumba nchi yetu upande wa kaskazini, ameshindwa kuja yeye mwenyewe na ameniagiza nije nimwakilishe. Kwa niaba ya serikali pamoja na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda nitumie fursa hii kutoa pongezi nyingi kwa serikali na wananchi wa Kenya kwa kuadhimisha siku hii ya kihistoria kwa taifa lenu. Kipekee naipongeza sana serikali na wananchi wa Kenya kwa mafanikio makubwa mliyoyapata katika kipindi cha miaka 60 iliyopita. Kwa hakika mmepiga hatua kubwa sana. Kenya ya sasa sio sawa na Kenya ya mwaka 1963. Na sisi wa Tanzania tunafarijika sana kuona kuwa chini ya uongozi wako Mheshimiwa Rais Dr. Ruto, Kenya inazidi kusonga mbele. Hongereni sana. Mheshimiwa viongozi, uhusiano kati ya Tanzania na Kenya ni wa muda mrefu na wa kihistoria. Sio tu kwamba sisi ni majirani, bali pia wananchi wetu ni ndugu na utamaduni unaofanana. Hii ndio sababu ni vigumu sana kumtofautisha Mmasai, Mdigo, Mjaluo, Mkuria na Msegeju wa Kenya na wale wa upande wa Tanzania. Wote wanazungumza lugha moja. Hivyo hii yote inadhihirisha kuwa sisi ni ndugu na ni wamoja. Na jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba serikali zetu pia zinashirikiana vizuri na zimekuwa zikifanya kazi kwa karibu kwenye masuala mbalimbali ya kimataifa, hususan kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Madola na bila kusahau Umoja wa Mataifa. Kutokana na uhusiano na ushirikiano mzuri uliopo, nchi zetu mbili zimeweza pia kunufaika kiuchumi, hususan katika nyanja ya biashara na uwekezaji. Mathalan, thamani ya biashara kati ya nchi zetu kwa mwaka 2022 ilifikia trilioni 1.8 za Tanzania, sawa na takriban dola za Marekani milioni 800. Kenya pia ni miongoni mwa nchi 10 zinazoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania. Hii inaonyesha kuwa Kenya ni mshirika na mbia wetu muhimu wa maendeleo. Hivyo basi, leo ambapo Kenya mnasherehekea miaka 60 ya uhuru wake, napenda nitumie fursa hii kuahidi kuwa serikali ya Tanzania itaendelea kushirikiana bega kwa bega na serikali ya Kenya katika kukuza na kuimarisha zaidi uhusiano na ushirikiano wetu wa kidugu na kihistoria kwa manufaa ya nchi zetu mbili. Mwisho, napenda nihitimishe kwa kurudia tena kutoa mapongezi nyingi kwa serikali na wananchi wa Kenya kwa kutimiza miaka 60 ya uhuru wa nchi yenu, na wapongeza pia kwa mafanikio makubwa mlioyapata. Mungu ibariki Kenya, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wacha sasa nichukue nafasi hii ya mwisho kumkaribisha dada yetu, the President of Ethiopia, our sister, please. Karibu. Thank you very much, Your Excellency, Dr. William Ruto, President of Kenya, my sister, First Lady, Madam Ruto, Your Excellency, the Deputy President, many friends gathered here, my foreign dignitaries, and the great people of Nairobi and Kenya. For me, this is the 8th Jamhuri Day I'm celebrating here in Nairobi since 2011. I had the immense privilege of joining you with the huge UN family present in this city, Nairobi, which is the seat of the 2 global programs of the United Nations, the 2 only ones in the Global South, and also a headquarters of the United Nations. Today I'm here representing Ethiopia to this very important celebration of your Independence Day, and I have the honor and great privilege of bringing to you greetings, warm greetings from your brothers and sisters in Ethiopia. 60 years is indeed a milestone. I have been, as I said, a witness of the great progress that Kenya has made during
since its independence. I would like to wish you success and prosperity and happiness to the great people of Kenya, which is an extraordinary host for whoever comes to this country. So I would like to wish you a Merry Christmas, a Happy New Year, and really long life, Your Excellency, and a happy Jamhuri Day to all of you, and may God bless this beautiful country and its people. Thank you very much for this opportunity. Tuwapigie ndugu zetu hawa makofi jameni kwa kutuzungumzia. Asante sana. "60 years ago, on a day like this, Kenya took its final step of the freedom struggle to become a sovereign republic. I am delighted to have the privilege of leading our nation in celebrating this milestone in our journey to national independence. According to the vision of our forefathers who fought for this country's freedom, independence was intended to bestow on us the gift of political as well as economic self-determination. This anniversary gives us the opportunity to gather as a family and reflect together on how we have fared over the course of 6 decades. It is clear that we have made undeniable progress on many fronts, and as a result, our nation has come a long way in the right direction. Before that first Jamhuri Day, Kenya's sovereignty was exercised by an unelected foreign and colonial power for the benefit of an occupying minority. We have since matured from a single-party state to a competitive, multi-party democracy and a devolved system of governance with robust checks and balances under the Constitution that was ratified by the people of Kenya in the year 2010. Along with the maturity of our democracy, Kenya's institutions of governance have evolved significantly. Parliament, for example, is now, more than ever, an independent, assertive organ of government with its own calendar and its own budget. As a result of this autonomy, party positions on important national issues are much more clearly defined. And whenever circumstances and the national interest demand, bipartisan engagement across the political divide is pursued in a structured manner. Proposals currently before Parliament on the enhancement of the autonomy of our county assemblies prove that our assemblies at the county level are also making encouraging progress in their maturation into independent watchdogs, policymakers, and representatives of people at our counties. Devolution is growing its roots deeper to connect with the soul and spirit of our nation. We have consistently allocated more resources and made them available on time, and supported measures to further empower county assemblies to become good stewards. Our political culture has also evolved considerably. We are now committed to making sure that at every election, our democratic competition is less about personalities and tribes and more about issues and the national interest. As a result, the last general election, which serves as a very solid beacon of this new direction, reflects the true will and confidence of the people of Kenya in democracy. Without the rule of law, ladies and gentlemen, our democracy falls short
of serving us as a people. The judiciary, which is our nation's foremost anchor of the rule of law, continues to grow in its capacity to authoritatively discharge its constitutional mandate and make justice a right of every Kenyan. To provide effective and efficient services to the people, we have enhanced resources available to the judiciary, promoted respect for its independence, and submitted to its authority in order to deepen our credentials as a nation guided by the rule of law. To complete this framework of institutions designed to safeguard and promote constitutionalism and the rule of law, our constitutional commissions and independent officers have evolved to discharge their mandate in accordance with the Constitution and in the most constructive manner in support of good governance. The IEBC, Commission for Revenue Allocation, the Salaries Remuneration Commission, among many, have lived up to their constitutional expectations and Kenyans' aspirations. Today, there is much to celebrate about the strides we have made for the last 6 decades. The democratic credentials of our political culture are solid and our institutional maturity beyond any doubt. Fellow countrymen and women, 60 years ago, we certainly were far from where we are today. The progress we have made, and as a consequence, we are much more advanced today. They are much more advanced today than we are. The point at which we stand today is the culmination of the collective endeavor of our nation's founding generation and those that came after them. The vision, which inspired their struggle and sacrifice, was one of a united, free, democratic, and economically prosperous nation. They fought for true sovereignty, which envisioned political democracy and economic prosperity. Our forefathers made huge sacrifices to win for Kenya the freedom we celebrate today. And the generations that followed have made their contributions progressively to bring our state, society, and economy to what it is presently. We gather today to express our gratitude, celebrate their legacy, and contemplate our contribution to accelerating future progress. In our democratic and political journey, we have made tremendous sacrifices and progress, from a single party to multi-party, personality and ethnic parochialism to issue-based and national politics, from violence and intolerance discourse to orderly and peaceful elections. However, we have not made as much progress with our economy. Our savings as a percentage of GDP is dismal. The gap between the rich and the poor has not reduced. Many, especially young people, don't have jobs, and our revenues as a percentage of GDP remain low. Our generation must therefore take up the unfinished job of actualizing economic prosperity as our contribution to perfecting Kenya's national sovereignty. We owe this to those who made huge sacrifices to bestow on us a nation of promise. We owe it to one another, to the youth, women, children of Kenya, and to each and every one of us. The responsibility of our generation, beginning with this administration, is to make smart choices and necessary sacrifices, just as our forefathers and those who came after them did. And the choice is to match our economic progress with our democratic and political achievements. This is the assignment we took up on day one, the 13th of September 2022, and which we have been painstakingly undertaking
for the past year. Our focus has been firmly about the ways and means to transform our economy, making the right decisions, necessary sacrifices, and smart choices to set Kenya on a path of economic renaissance. This transformation began with all of us, as the people of Kenya, making immense sacrifices and huge contributions together to pull back our country from the brink of debt distress. The greatness and patriotic devotion of the people of Kenya have been on display during the past year. Together, we have made the right choices, sometimes taken very difficult and painful decisions to steer Kenya back from the edge of a catastrophic cliff of debt distress and move our country in a new direction. There is every reason to believe that without serious sacrifices and hard work over the past year, the crises, threats, and challenges in the global economic and geopolitical environment confronting us would have overwhelmed us, as indeed it has many countries. We have had to make our contribution to the struggle for the nation's economic sovereignty. We have had to cut back significantly on expenditure and to defer the implementation of critical development programs to stabilize our economy. The policy measures required to mobilize necessary revenues have been difficult, but they were our only way and means of escape. Though painful, the sacrifices we have made, which would not only make our freedom fighters proud, are also absolutely necessary at a time as this and in situations that we find ourselves, and is the guarantee of our nation's economic stability. Proudly, these sacrifices have paid off. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. The economic indicators point to good news. Inflation is now 6.8%, down from a high of 9.2% a year ago. In the last 6 months, our GDP has grown at a rate of 5.4%, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. There is no question about it. What we have done together, the price we have paid together, and the sacrifices we have made together have rescued our country from an economic catastrophe. After navigating our ways out of the difficult and complicated debt situation, our second action is to accelerate economic progress, which is the cardinal assignment of our generation. Wazalendo wenzangu, our human capital, our innovative, smart-working, professional labor force is probably the single most potent arsenal we have to drive our economic progress. Globally, Kenyans have excelled in semi-skilled, skilled, and professional occupations. Our expenditure on training, learning, and education in general is a most appropriate investment in the development of the human capital necessary in our economic progress. Recognizing this, we have increased the total allocation to our education sector by an additional 127 billion this year. Out of this, 46 billion will support the new university funding model that gives equal chance to every child in Kenya to acquire university education. An additional 9 billion to cover our TVET funding model and the hiring of an extra 2,000 tutors necessary for our TVET education. An additional 47 billion to enable TSC, Teacher Service Commission, hire 56,000 new teachers and other interventions, and 24 billion
for junior secondary school and to support the construction of additional infrastructure. To cover the chronic classroom deficit in the city of Nairobi, we have undertaken to build 3,500 additional classrooms in the city of Nairobi, with the first 1 billion allocated in this year's budget. And we are going to work with all members of parliament to make sure that the city of Nairobi, the seat of government, and the pride of our nation does not leave any child behind when it comes to education. Agriculture, ladies and gentlemen, plays a central and pivotal role in our economy, contributing to food security, supplying raw materials for our agro-processing and value addition and manufacturing, for domestic and market and export markets, creating jobs and also creating wealth. Only specific, targeted, and deliberate interventions will enhance our agricultural productivity and overall production. This began with the registration of farmers, provision of crop-specific fertilizers, reforms in the tea, coffee, sugarcane, and edible oil sector, provisions of mobile dryers, and other interventions underway across the nation so as to reduce the cost of food, which consumes 56% of household incomes, to reduce by half our food import bill, which today stands at Kenya shillings 500 billion, and also to increase our exports. Further, 400 fresh produce markets, including 20 in the city of Nairobi, 47 county aggregation industrial parks, as well as 6 special economic zones, are under various stages of implementation to enhance value addition, agro-processing, and manufacturing, and also to stimulate economic growth in every part of Kenya. Economic productivity and general well-being are significantly hampered by a population that is prone to ill health. Individual and family medical expenditure drain household incomes and erode family savings, in many cases leading to financial ruin and destitution. Fellow countrymen, our universal health coverage plan seeks a paradigm shift in the provision of healthcare from curative to a largely preventive and promotive approach. Our radical transformative plan has seen the enactment of 4 acts of parliament, which I thank our legislature, as well as the rollout of 100,000 community health promoters, for which I thank all county government for participating. I commend counties who have already paid community health promoters their stipends and commit that the national government will pay our portion beginning the end of this month. The laws we have enacted now provide a framework in the Emergency, Chronic, and Critical Illness Fund that will liberate the people of Kenya from the burden of catastrophic hospital bills in the treatment of conditions like cancer, diabetes, hypertension, and other critical and chronic conditions. Additionally, the new funding model that is fair, equitable, and progressive will see the government of Kenya, for the first time, pay the cost of health insurance for all vulnerable Kenyans who have no ability to pay. Those currently paying 500 will have their contributions reduced, with the least paying Kenya shillings 300. To enhance efficiency and eliminate pilferage in the healthcare system, the new digital law will underpin the digitization of the entire health service delivery framework. While empirical evidence, ladies and gentlemen, shows us that economic growth has the potential to create jobs, and the measures enumerated above
will create opportunities for employment, these interventions on their own will not create the kind and scale of employment needed to deal with unemployment in Kenya today. For employment and job creation to be at the scale necessary to make a significant dent on our unemployment status, and deal effectively with prevailing challenges, our interventions must be ambitious and systematic, consistent and intentional, as well as deliberate and progressive. Kenyans, our housing program is fundamentally a massive, deliberate and systematic job creation mechanism. Apart from the thousands of direct employment opportunities in construction and associated services, the housing scheme directly supports the formal and informal manufacturing of materials, fixtures, fittings, and accessories required in construction. Those employed range from architects, engineers, quantity surveyors, site workers, artisans, fabricators, electricians, plumbers, and many more. The housing program is a bottom-up job creator. There are 33 active housing development sites already employing 120,000 people in various parts of the country. Another 31 sites are undergoing evaluation to begin construction next month. Other sites in various stages of design across the country. By next year, the entire country, in our estimation, will be a bustling construction site with housing projects proceeding in every county and every constituency. Our strategic focus is to construct hundreds of thousands of housing units while creating millions of jobs across Kenya. Remember, South Korea, Singapore, and Malaysia undertook these major housing works some 40 years ago, and that is why their economies, among many other factors, are ahead of us. Yesterday, ladies and gentlemen, I signed into law amendments to the National Government County Constituency Development Fund Act, which set out a framework to anchor the development of ICT hubs in each of the 1,450 wards in the country. I salute members of Parliament for the partnership to expand our digital superhighway infrastructure to provide training opportunities and create thousands of digital job opportunities for young people across Kenya. We are also rolling out training and digital job opportunities in our TVETs countrywide. Already, 23,000 computers have been distributed, with many students now monetizing their skills online in our TVET institutions. We are also in discussion with county governments to jointly expand vocational training centers to accommodate ICT hub infrastructure so as to enhance the digital jobs footprint across Kenya. The digital job ecosystem, ladies and gentlemen, we are building is an intentional, dynamic, and innovative mechanism to create jobs in the technology and digital space. We have dedicated specific attention to infrastructure development to promote connectivity through a nationwide network of transport and communication infrastructure, actualize the constitutional right to clean and safe water in adequate quantities as enshrined in the Article 43 of the Constitution, and connect all Kenyans to electricity across the country. On Jamhuri Day last year, I announced a grand plan to transform Kenyan sports and creatives into a significant industry to expand livelihoods opportunities for our youth
through the government flagship Talanta Hela initiative, which we officially unveiled in June this year. Our sportsmen and women continue to make our country proud with their conquest far and wide. Our women volleyball, and men's rugby teams have qualified for the Paris Olympics in 2024. Our athletes continue to excel at various global events, as is well exemplified by the shining performance in the long and middle distance races. Today, I have conferred upon our world-beating athlete, Faith Kipyegon, the rank and status of Elder of the Order of the Golden Heart, the highest honor our country awards its citizens who illuminate the path of excellence. She has earned her place at the very top, from running barefoot to breaking 2 world records within a year, is the ultimate stage of heroism. Faith's journey is an inspiration to all our young and aspiring athletes. I equally salute Ferdinando Manyala, Mary Mora, Kevin Kiptum, Emmanuel Wanyonyi, Faith Cherotich, who have also registered their presence in the world stage, and they too will be fitted. This administration has also taken deliberate steps to build and invest in the creative economy. First, the famous Grammy Awards have a partnership with us, and starting January, the Innovation Studios of Hollywood have agreed to begin shooting multiple movie rights here in Kenya. Google, in collaboration with the Ministries of Education and ICT, has begun implementing a Kenya Institute of Curriculum Education-sponsored coding program in primary and secondary schools to reach 4 million learners. The partnership will also train 42,000 teachers. I have good news for our creatives and those who imagine and produce content through Facebook and Instagram. Just yesterday, Meta committed to helping creators in Kenya earn money for crafting original content. Following a pilot program with eligible creators in the country, Meta will be expanding monetization opportunities and allowing more creators to earn a living doing what they love. Kenya possesses impressive credentials as a source of highly professional human capital with highly educated, trained, skilled, and dynamic young people. We have systematically and intentionally negotiated separate bilateral agreements with countries in the Middle East, Europe, and the Americas to connect our skilled workforce with opportunities globally. This will provide exposure to thousands of Kenyans to work in international organizations, engage in global assignments, and monetize their skills and talents as they enhance their incomes and personal development. Millions of Kenyans already working abroad have been great ambassadors for our country and have made huge contributions through their remittances to the development of Kenya. Ndugu wa Kenya, Kenya remains committed to driving climate action, and I am proud that we can play a significant role shaping the climate agenda on the continent. We have demonstrated leadership which has been recognized both on the continent and beyond, and we must continue to play our part both domestically and on the global stage. Recently, I launched the Africa Green Industrialization Initiative in partnership
with the United Arab Emirates and several other African heads of states at COP28 in Dubai. The goal of the initiative is to enable businesses to build rapidly in Kenya using our renewable energy resources and across our continent. In keeping with our commitment, ladies and gentlemen, to correct the market failure in the provision of affordable credit, especially to those who have no access to any collateral, and to free millions of Kenyans trapped in the credit rating maze, the Hustler Fund has grown to become the largest financial inclusion program in Kenya, dispersing Kenya's shillings 42 billion to more than 21 million borrowers across Kenya. A week ago, we celebrated the Hustler Fund's first anniversary. Borrowers on the fund have saved Kenya's shillings 2 billion with a repayment rate of 75% nationally. As promised, we have already enhanced credit limits for over 1.2 million borrowers and spent 500 million to match long-term savings on a ratio of Kenya shillings 1 for every Kenya shillings 2 saved. At the end of this month, just in a few days, every saver will be paid an attractive interest rate of 12% on all their savings. Over 7.7 million people are regular borrowers on the Hustler Fund platform. The fund will be enhanced from next month with specific financial products to provide additional enterprise and business facilities for existing Mama Mboga and border SACCOs across Kenya. We undertook to build a culture of savings in Kenya as an effort to create long-term investment resources to fund our growth and development and provide better retirement for working Kenyans. The new NSSF contribution model has enhanced monthly contributions by 4.5 times. Consequently, the fund will raise an additional 400 billion in the next 5 years, tripling the value of the fund from 300 billion to over 1 trillion by 2027. Furthermore, our countrymen and women no longer have to wait for over 3 months to receive their retirement benefits. Owing to the digitization and automation, NSSF benefit processing turnaround time has improved significantly from an average of 82 days to 10 days, and with a further reduction envisaged in processing period to come down to 1 day by next year. We are also undertaking the expansion of retirement benefits coverage to 15 million Kenyans currently active in the informal sector through product innovation and bottom-up enrollment strategies at the grassroots level. Ladies and gentlemen, we made a commitment to our dear citizens who are elderly, orphaned, and those who live with severe disability that they shall receive their social protection stipends before public servants, including the president, receive their salaries. We have kept our word and delivered on this commitment. Consequently, all the 1,200,000 eligible beneficiaries now receive their stipends on time before we are all paid as public servants. We have, however, allocated an additional 2 billion shillings for newly enrolled beneficiaries who are undergoing verification at the moment, and we will begin to disburse their stipends by 1st March next year. This program has had challenges with the beneficiaries traveling long distances and spending considerable portions of their stipend on logistics. Working with Safaricom,
we have structured a new delivery mechanism for all our stipend-earning beneficiaries to receive their stipends from M-Pesa agents in their localities. Orphans and persons living with severe disability will begin using this new mechanism this month in a few days. The elderly will, however, start in January because the process is being finalized. I commend Safaricom for demonstrating corporate patriotism and providing this service free of charge. Ndugu wa Kenya, Kenyans are doing their part to support the effort to stabilize and grow our economy. Their sacrifices and contributions are essential and must be honored. We are therefore taking strong measures to ensure that all public resources are administered transparently, efficiently, and in a secure manner. One of our best interventions is the use of digital technology and the migration of all government services and revenue collection to a single pay bill. Since this measure was implemented, we have witnessed a significant rise in total revenues collected. Besides enhancing revenue collection, digitization has eliminated revenue leakage through corruption and theft. It is most important that we sustain this progress in promoting integrity, transparency, and efficiency in resource management. And for this reason, I direct that all agencies observe the December 31st deadline to finalize the migration to e-citizen platform. It is only right that I match this admirable commitment by the people of Kenya to do their part in getting the economy going and give an assurance that all taxes collected by government shall be put to their intended use and that no single shilling, no Kenyan shilling, shall be lost through embezzlement, theft, or corruption. I urge our justice, law, and order institutions led by the judiciary and the anti-corruption agencies to discharge their mandate without fear, favor, ill will, or prejudice. I also give my personal undertaking to support the timely prosecution of all those involved in corruption without regard to their social, economic, ethnic, political status, or connection, or any other consideration whatsoever. This is the minimum that is expected of us in fulfillment of our constitutional mandate, and Kenyans deserve no less. The story of our nation's sovereignty cannot be fully told without mentioning the fundamental character of our territorial integrity, economic prosperity, political democracy, the rule of law, and the integrity of our social fabric. Our national security apparatus have remained a strong shield against terrorism, crime, and insecurity. As we continue to invest resources into the security sector, we continue to expect continuous improvement in its overall capacity to keep our nation's boundaries inviolable, our people's lives and property safe and secure. I cannot forget the public service. Every member of our civil service has been entrusted with a rare opportunity to make their unique contribution to national transformation. As such, they are at a most advantageous position to demonstrate our national values and principles of governance for the benefit of all Kenyans. Today, I appreciate you for being loyal servants,
dependable professionals, and true patriots, and urge you to do more as our people's partners in the transformation of Kenya. Much has been given to you by the people of Kenya, and therefore, much more is expected of you. On behalf of the people, I shall hold you to the highest standards of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability in serving our nation. Ladies and gentlemen, infrastructure development is a critical enabler for transformation of agriculture, delivery of health, job creation, and overall economic growth. As a result, our investment in road and rail network, electricity generation and connection, and water harvesting, storage, and reticulation continue to be a critical component of our development strategy. A comprehensive multi-year plan is progressively being implemented to support the overall socio-economic development of the country. Our world, ladies and gentlemen, our world and the good in it belongs to those who are not shy to embrace globalization. Kenyans have shown time and again that we are not afraid of the world beyond our borders. We venture abroad fearlessly and warmly welcome our visitors from near and far. This is not by accident. The scientific history account of early humanity is told by various archaeological sites in our country. In short, we are the first home of all humanity, and we joyfully embrace our ancestral task of welcoming humanity home. That Kenya is the home of humanity is a scientific fact that fills us with pride and underscores our rich heritage. It is with great pleasure, as President of this extraordinary country, to make a historic announcement of the decision of the government of Kenya. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. It shall no longer be necessary for any person from any corner of the globe to carry the burden of applying for a visa to come to Kenya. To echo the call of the Turkana people to the world, Tobongu Lore, a simple message to humanity: welcome home. This is why the government of Kenya has abolished the requirement of visas for all visitors. To implement this new policy, we have developed a digital platform to ensure that all travelers to Kenya are identified in advance on an electronic platform. Consequently, all travelers will obtain electronic travel authorization as they come to Kenya. Ladies and gentlemen, I have set out an account clearly showing that although much remains to be done to bring economic progress up to the level of our political maturity and to transform our economy to the ranks of our historical peers globally, we nevertheless have real cause to celebrate the contributions made by each one of us to the collective national endeavor in keeping with the aspirations of the brave and indomitable patriots who set us on this path to national glory. We must now go forth with greater resolve, inspired by the heroic achievements of those who came before us, affirmed by the confidence that our work matters for increasing our heritage and glory, encouraged by the progress we are making, and determined to accomplish our generation's solemn obligation to make this nation a true Jamhuri of people, free, prosperous, secure, and democratic.
Ladies and gentlemen, I conclude by thanking all Kenyans, Wakenya wote walioshiriki pamoja na sisi kuhakikisha ya kwamba muda mgumu ambao tumekuwa nayo, sote tumeungana, tumeshirikiana na kila mtu amefanya sehemu yake kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Pia vile nimetangaza hapa, wale wazee, wale watu wanaoishi na ulemavu na pia wale watoto wetu ambao ni orphans, tumesema ya kwamba wamekuwa wakihangaika siku nyingi kwenda kutafuta pesa ya cash transfer. Sasa tumebadilisha sera na pesa zao za cash transfer itapatikana katika kijiji yao. Hawatasafiri tena ama kuhangaika kusafiri safari mrefu kutafuta stipends zao. Vile vile tumekubaliana ya kwamba kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya italipia wale hawana uwezo ili wawe na bima ya afya ya NHIF, so that kila Mkenya awe na bima ya afya. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba funding model mpya ama mpango wetu mpya wa kulipa pesa ya bima ya afya sasa itawawezesha wale wamekuwa wakilipa shilingi 500, pia tutawapunguzia ije shilingi 300, ndio tuhakikishe kwamba kila Mkenya ako na bima ya afya. Na hakuna Mkenya tena, vile nimesema hapa, hakuna Mkenya tena akiwa na ugonjwa wa saratani ama kansa ama diabetes ambaye atauza mali yake ili aweze kulipia gharama ya hospitali, kwa sababu sasa tuko na hazina maalum ambayo itashughulikia Wakenya wote ambao wako na magonjwa ambayo ni chronic kama vile kansa ama saratani. Kwa hivyo mimi nawatakia heri. I take this very early opportunity to wish every Kenyan and all our friends near and far a Merry Christmas and a prosperous 20. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you. Mungu wabariki sana. Thank you. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu twaomba uilinde Jamhuri ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Niombe tuweze kutulia. Mwenzangu Mike Gitone atupe itifaki ya kufumukana mahali hapa. Wako Gitone. Nitaomba sote viongozi tafadhali tutulie kwenye jukwaa ili tuweze kuelekezwa kwenye itifaki ya kuondoka. Niombe kwa heshima. Nafasi hii nitaomba tumpe nafasi Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu, pamoja na Mama Taifa, wakisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Jenerali Francis Ogola, kuweza kushuka kwenye jukwaa na kuchukua msafara kuondoka. Wale wengine kwa heshima
marais na viongozi mbalimbali, tutulie tafadhali. Nitaomba baada ya Mheshimiwa Rais kuondoka, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Mawaziri, Mheshimiwa Musalia Mudavadi apishwe ili aweze kufika kule Ikulu kuwakaribisha wageni wetu. Baada ya msafara wa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Waziri Mkuu wa Mawaziri, awe karibu ili kuweza kufika kuwakaribisha. Nirudie tena wale wengine, msafara wa magari yetu tapita hapa mbele. Kwa hivyo wale wanaohusika na itifaki tushughulikie viongozi wetu. Nafasi hii Mheshimiwa Daktari William Ruto nitampa nafasi ya kuondoka. After His Excellency the President, I'll invite the President of the Democratic Republic of Ethiopia who will follow. So nafasi hii tutampa nafasi Mheshimiwa Daktari William Ruto kuondoka na mama taifa. Wale wengine tutulie, magari yatakuja moja kwa moja hapa mbele. Anaondoka sasa Mheshimiwa Rais, mama taifa. Asante. Mkuu wa mawaziri tafadhali, Mheshimiwa Musalia Mudavadi vile vile aweze kuondoka ili kuweza kwenda Ikulu kuwakaribisha. Mheshimiwa Zawadi, Rais wa Shirikisho la Demokrasia Jamhuri ya Ethiopia, msafara wake vile vile uwe karibu. Msafara wa Mheshimiwa Zawadi Sheiwak, Rais wa Shirikisho la Kidemokrasia Jamhuri ya Ethiopia, msafara wake ukaribie. Nirudie tena, Mheshimiwa Zawadi Sheiwak, Rais wa Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Kila tunapopitia majaribio maishani, sio kutuonyesha udhaifu wetu, bali ni kutusaidia kugundua uwezo wetu. Basi tuzilaki changamoto za maisha